Global Radio na ni katika kitengo cha Anza na Bwana. Ni mengi ambayo nimekuandalia, kwa hivyo naomba kwamba uketi kitako ni kujuze. Leo nimeingilia wanawake sana kwa sababu kuna mwanamke jambazi sugu, mtapeli sugu ambaye alikamatwa jana katika kaunti ya Machakos kule Athi River. Mwanamke yule kwa jina Tabitha Manti anasemekana kwamba amekuwa akiwatapeli hasa walimu kwa kuomba pesa kutoka kwao na kuwapatia barua za uajiri kutoka TSC bandia. Yeye na mwanawe, kumbuka kwamba mwanawe alikuwa amekamatwa pale awali lakini akakana mashtaka. Kwa hivyo mwanamke yule amekamatwa na inatarajiwa kwamba atafikishwa mahakamani hii leo na kufunguliwa mashtaka. Nikiachana swala hilo, kusahihishwa kwa mitihani ya KCSE kulisitishwa kwa muda katika shule ya St. Francis kule Mangu baada ya walimu ambao walikuwa na sahisha somo la CRE kuteta kuhusiana na malipo duni ambayo wanapokea. Ni swala ambalo lilipelekea halmashauri ya kusimamia mitihani hapa nchini NEC kuwafurusha walimu wale wakisema kwamba hawawezi kufanya maelewano pale awali kisha wanafika katikati wanageuka. Ni swala ambalo kwa kweli linakuja wakati ambapo mitihani ya KCSE ama matokeo yanatarajiwa kutangazwa, lakini kumbuka kwamba lazima kusahihishwa kumalizike ili matokeo yale yatangazwe. Waziri wa elimu Ezekiel Machogu pamoja na katibu katika wizara ya elimu ya msingi Belio Kipsang walifika eneo lile wakajaribu kuwatuliza wale walimu, lakini hawakuweza, ikabidi polisi wafanye kazi yao. Na nikiachana swala hilo, wakili Jack Bigambo hiyo jana alifikishwa mahakamani kule Nairobi ambapo anakabiliwa na mashtaka manne, miongoni mwao kugushi stakabadhi kutoka kwa afisi ama ya mawakili, ambapo alikana mashtaka yote manne na akaachiliwa kwa dhamana ya shilingi 1,100. Kesi hiyo itatajwa tena tarehe 23 mwezi huu. Na kwingineko, polisi wanamzuilia mwanamume mmoja ambaye alijisalimisha kwao kwa kuwaua ama baada ya kudai kuwaua watoto wake wa kambo, wavulana wawili, mmoja wa miaka 9 mwingine 3 katika eneo la Kiambu. Mwanamume yule pia anatarajiwa kufikishwa mahakamani hii leo. Kwingineko ni kwamba wadadisi wa siasa na wajuzi wa siasa sasa wamejitokeza kutoa hisia zao tofauti kuhusiana na hatua ya Rais William Ruto kungamua ama kubainisha waziwazi majukumu ya naibu Rais Geoffrey Rigathi Gachagua pamoja na majukumu ya Chief Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, akisema kwamba swala lile litahakikisha kwamba utendakazi wao ama kazi zao zinafanyika kwa njia sahihi, kusema kwamba iwapo kuna mtu ambaye atatekeleza majukumu yao basi huenda asipate wanasema kwamba tulizo la akili. Mtazamaji, wengine ilhali wamejitokeza kukashifu swala la kumpatia madaraka zaidi Musalia Mudavadi kwa kile wanasema kwamba ni kiongozi ambaye hakuchaguliwa na Wakenya. Na kaunti ya Kisii inaomboleza kifo cha aliyekuwa kamishna Isaiah Osugo, aliyekuwa kamishna wa mahakama pale. Kifo chake kinakuja wakati ambapo kuna jopo kazi ambalo limeteuliwa na rais ili kutathmini utendakazi wa mahakama na idara ya polisi hapa nchini Kenya. Na kutoka katika eneo la Marani kule Rioma, wakazi sasa wanataka serikali ama idara ya polisi kuhakikisha kwamba kuna usalama eneo lile. Hii ni baada ya maduka kadhaa kuvunjwa usiku wa kuamkia jana na watu kuiba bidhaa za thamani katika maduka yale. Na nikiachana na swala hilo, gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandes Barasa sasa anawataka wakazi wa eneo la magharibi mwa Kenya hasa kule Mumias kujishughulisha na kilimo cha miwa ili kusaidia kufufua kiwanda cha sukari cha Mumias.
Kwingineko, makurutu zaidi ya 2800 walifuzu katika chuo cha mafunzo cha Kiganjo ambapo sherehe ile iliongozwa na Rais William Ruto, ambaye alisema kwamba serikali imejitolea kuhakikisha kwamba maslahi ya polisi yanashughulikiwa. Profesa Abraham Kithure Kindiki alikuwa pale, ambapo pia alisema idara yake iko ngangari kabisa kuhakikisha kwamba matakwa yote na maslahi ya polisi yanaangaziwa. Nikupeleke kule Uganda kidogo kwamba mahakama moja kule Uganda sasa imeondoa sehemu ya sheria ambayo ilikuwa inawakandamiza wakosoaji wa serikali, na hukumu hii ama agizo hili lilitolewa na hakimu ama jaji Kenneth Kakuru. Kumbuka kwamba miongoni mwa wale ambao wamekandamizwa ni vyombo vya habari na waandishi wa habari ambao wengi wametorokea mataifa ya ughaibuni. Nikiachana na swala hilo, familia moja katika eneo la Nanyuki inalilia haki baada ya mwanao ambaye alikuwa grade ya 6 kuuawa. Wanasema kwamba kulingana na jirani yao, alikuwa anasema kwamba kulikuwa na mwizi kwenye nyumba yake ambayo ilishika moto, lakini kulingana na mamake mzazi anasema kwamba ni kama aliyechoma nyumba ile alikuwa anataka kuficha ushahidi fulani, labda akizungumza kwamba huenda mtoto yule msichana alidhulumiwa kabla ya mauaji yale. Nikiachana swala hilo, serikali katika kaunti ya Kisii chini ya Wizara ya Kilimo inaendelea kupatia ng'ombe chanjo ama kutokana na ugonjwa wa anthrax ambao umekuwa ukikithiri zaidi, huku baadhi ya viongozi wakitaka kaunti jirani pia hasa ile ya Bomet na kaunti nyingine kuhakikisha kwamba pia ng'ombe wao wanachanjwa ili ugonjwa huu usiendelee kusambaa. Na kamati ya elimu sasa imeanza kuzuru shule zote za msingi kuangalia ni matayarisho yepi ambayo yamewekwa ili kuhakikisha kwamba wanafunzi wa grade ya 7 watakapoingia shuleni watakuwa wanasoma kwa njia nzuri zaidi. Inasemekana kwamba baada ya kutathmini shule gani ambazo zitakuwa zimejipanga, baadhi ya shule ama zile shule tu ambazo zitakuwa na matakwa yote ndizo zitakazokubaliwa kuwa na junior secondary school. Miongoni mwao inasemekana kwamba lazima kuwe na uwanja, lazima kuwe na mahabara na vitu kadhaa ambavyo sheria inasema kuhusiana na masomo ya mtaala mpya wa elimu ya CBC. Na nikiachana na swala hilo, Mary Wamboi na bintiye. Mary Wamboi ni mwenyekiti wa shirika la habari ama matangazo hapa nchini, wameondolewa mashtaka ya kukwepa ushuru wa zaidi ya shilingi bilioni 2. Inasemekana kwamba hawakujumuisha katika ile declaration yao ya kila mwaka, hawakujumuisha baadhi ya fedha zingine ambazo walikuwa wanapata katika mapato yao ya kila siku. Mtazamaji na msikilizaji, ni baadhi ya yale ambayo nilikuwa nimekuandalia. Ni mengi, lakini tutakujuza kuanzia saa 2:30 kwenye kipindi cha Morning Brief. Kwa hivyo usicheze mbali, niruhusu nimeze mate kidogo, basi nikirudi nitakuwa naangazia na nasoma jumbe zenu nyote kwa ujumla. Kwa sasa